Hivi wewe ni mwanaume gani king'ang'anizi kiasi hichi jamani? Utasema ya mapenzi yetu ni mapya sasa, si ndio? Imefikia hatua mpaka tumepata mtoto. Ina maana hatujaanza jana wala juzi. Sijui unanielewa? Kilichobaki sasa hivi ni kila mtu aishi maisha yake. Fanya maisha yako na mimi nifanye maisha yangu. Tumeshakaa muda mrefu sana. Ndio hivyo. Tena naomba unitue kabisa baba. Unakaa unanieleleza hivyo vipi? Jamani, kama nimeua. Hapana, haiwezekani mimi unitumie tu Butua. Naomba hela. Kila mtu kamtumia mwenzake. Mimi nimekutumia nini sasa? Wewe umenitumia nini? Kati ya wewe na mimi nataka kumtumia mwenzio. Mimi nimekutumia nini? Hapana, mimi Butua kila siku unanifanyia hivi. Mimi sielewi. Naomba hela. Wewe take that. Niache. Butua. Naomba hela. Unanifanyia hivi. Butua. Nani kasema kuna kitu? Butua naomba hela. Mimi sikuelewi mbona unifanyia hivi lakini Butua. Mimi sikuelewi unajua. Sikilize bwana. Nikupeleka kwa kazi gani ulifanya wewe? Nikupeleka kwa kazi gani? Kwa hiyo na mama mimi unanitumia afu unipe hela maana yake nini? Mimi nimekutumia nini? Si unipe hela yangu lakini mbona unapenda mjadala mrefu lakini Butua mbona uko hivi? Sikilize. Tumeingia ndani wote tumetekeleza jambo moja kwa wakati mmoja. Ya nini mimi nikupewe hela afu unipe hela? Mimi si matumizi mabaya kukupa. Butua naomba hela yangu lakini mbona hivi? Narudia tena. Mimi sina hela ya kukupa kwa sababu ili jambo tumelifanya wote. Kama unataka michezo ya hela, basi kipindi tumemaliza wewe kama unatoa 10,000 na mimi natoa 10,000 tunabadilishana na 10,000 zetu. Wewe vipi? Kwa hiyo na maana ukimeza shida zako ndio ushameza kila kitu. Sijasema hivyo. Pesa mimi unipi, si ndio? Sijasema hivyo mimi. Kumbe ndo tabia yako. Sio tabia yangu, ndo tabia ya hisia. Unamwelewa yule? Vipi huyo? Eti mimi nitafeli. Siwezi kufeli mimi. Mimi siwezi kufeli. Kaa pale mwanangu nikuelekeze. Hao ndo wanawake hao. Sio kwamba sina hela mwanangu. Hela mimi ninayo ya kutosha tu ya kumpa. Na udada kila siku nikiona naye nampa 5,000 mweku, ndicho ninachokifanya. Lakini leo nilitaka na yeye nimuelekeze kwamba iko kitu mimi nakosea kumpa yeye hela. Na uhakika hata wewe Mama Mariamu umeachana naye kwa sababu ya kipato. Uongo? Ni kweli unachosema. Sasa mimi nawajua wanawake wa siku hizi, nawajua vilivyo. Lakini ni kosa kubwa sana mwanangu kumpa mwanamke hela baada ya kukamilisha tendo. Kosa kubwa sana. Yaani pale tafsiri yake kama unamnunua. Akati wewe lengo lako ni kukamilisha haja zako na haja zake. Lakini kitendo cha wewe kumpa hela, mkishamaliza pale mmemaliza umempa hela, maana yake wewe unamnunua. Yaani wewe unamnunua na ni kosa. Ni bora zaidi kwamba umekaa siku 2 3 siku 4 umeenda kwenye zege mwenyewe umepata 10,000 umemrushia bila kumwambia, unamwambia tu una 10,000 hapo nimekurushia. Huo hapo tunasema kweli umemhudumia. Lakini kumhudumia kwako ikiwa ndo amekuja umeweka umempa shilingi 5,000 10,000, hapo umemnunua. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kumhudumia na kumnunua. Ukimpa hela baada ya tendo umemnunua. Ikikaa siku 2 umemtumia 5,000 10,000 umemhudumia. Umenisoma baba? Safi. Na hili nilitaka kwanza wewe ulione kwa vitendo. Kwa sababu walimu wengi wa siku hizi wanafundisha kwa makaratasi, mtu unakaa sijui unaandika sijui zisi. Ile ni kosa. Wanafunzi wa siku hizi nyewe mtakuwa muone kwa vitendo. Mkiona kwa vitendo ndipo elimu mnaipata. Lakini haya mambo ya kusoma unakaa unasoma wewe unasoma hamuelewi. Ndio maana hapo umeona kwa vitendo. Nitakuja tena. Wewe nitakufundisha mpaka utaelewa.
Unalia nini sasa? Mimi naona kabisa upendo wako kwangu umeisha, mpenzi wangu. Kwa nini sasa unasema hivyo? Mimi ni mkubwa. Umebadilika mpenzi wangu. Hapana, usiseme hivyo. Mimi nimekuwa mwoga sana. Hasa kwa ule mlevi, mimi namuogopa. Mke wangu. Mimi kwanza nishukuru kwa hiki kinachoendelea, lakini yote na yote tuombane radhi kwa kile kilichotokea nyuma, kwa sababu sisi ni wanadamu. Unajua mtu kipandwa na hasira. Sasa nisamehe bwana. Na jambo hili ni jambo zuri sana. Sawa, mimi nimekuelewa ndugu yangu. Nashukuru sana, na kuhusiana na yaliyotokea huko nyuma, hebu yao yamepita. Sasa hivi tunapaswa kufikiria swala hili ambalo liko mbele yetu. Ndio. Tujue jinsi gani tunawaalika watu kwamba vijana wetu wamekubaliana na wako tayari kwa ajili ya kutulisha ubwabwa. Isitoshe, hata nikisema twende mbali, yule mtu amekuwa na machare kama yeye ndo mumeo. Yaani sikufichi. Yule mlevi nimekuwa na muogopa zaidi kuliko huyo mumeo. Amekuwa ni mtu wa kuashia data mambo yetu. Mpenzi, lakini mimi nafika kwako. Na nahitaji sana penzi lako. Kuhitaji bado. Mume wangu amekuwa mtu wa mazoezi. Kiasi kwamba kuna vitu mimi navikosa kwake. Kwa mara ya kwanza tukianzisha mahusiano mimi na wewe, nilijua wewe ni mzembe. Kwa jinsi huo mwili wako ulivyo mkubwa, lakini kumbe sivyo hivyo mpenzi wangu. Unanifikisha. Kuko vizuri? Kaida. Mimi niseme kitu. Hiki ndio nilichokuwa ninakitaka. Ugomvi wote na mapanga, shughuli zote zile, hiki hapa. Nisamehe kwa hicho kilichotokea, lakini haina sababu ya kuchelewesha majibu. Hili jambo linatakiwa lifanyike haraka. Masuala ya kuitana wajomba, si shangazi katoka wapi, haya yote ni yamepitwa na wakati. Nishaaminiwa kuongoza tamaduni zote. Sasa kwa nini nisiaminike na hili? Nikitoa tu fatwa kwamba hili jambo liende. Cha msingi mkaandae harusi. Lini mtafanya, na hili jambo linatakiwa liende haraka, lisicheleweshwe. Sema sasa mshenga, kwa kawaida hawa washenga huwa wanahusishwa wale waliooa. Sasa na wewe ni mfano mzuri wa mshenga. Mimi nadhani nitakuwa mshenga namba moja ambaye sijaoa. Bwana unachekesha. Sawa, mimi nimekuelewa. Nashukuru kwa hili. Sawa, jamani, mimi sio mkaaji. Naomba niwaache. Ndio. Madamu mzigo nimeufikisha, naomba nikafikishe mrejesho kwa sababu zangu. Wewe huko waambie ni leo. Yaani inaitwa 2 in 1. Yaani mambo yaishe leo. Waandae tu mikakati ya harusi. Basi. Mwambie kule kaka mtu hana tabu. Sawa, jamani, mimi niwaache. Haya, karibu tena. Asante. Asante. Shemeji. Hapo ndo sasa nagundua ile kauli kwamba usimdharau mtu kwa kumjaji au kwa kumwangalia tu nje. Mpenzi wangu, mimi nakupenda. Nakupenda mimi pia. Na sihitaji nikupoteze kabisa. Hapa nilipo ninatamani, nina hamu sana na wewe. Sianzi. Kweli? Nimefika hapo mama. Baby, usiniache. Jitahidi tuwe wote. Usijali hilo, makini unatakiwa zaidi. Sawa.
Fakwin. 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 We Fakwin. Abe kaka. We vipi hivi unisikii au? Ili mtoto sijui hana raha mpaka kalipiwe ndo ana aisee. Hebu choku. Shida yako kuona ndo unanichosha, si ndio? Kiangalie. Sawa, sasa nadhani muda wote masikio yako yalikuwa hapa. Yanasikia kinachoendelea. Na sidhani kama kuna haja tena ya kusoma hii posa. Au nisomee? Tasoma hata baadaye. Si usome tu mume wangu. Mke wangu, hayo matumizi mabaya ya kusoma. Hebu nipelekee ndani, nitakuja kusoma huko nione ya kahawa miaka shingapi. Nakuzumu mke wangu, nakuzumu hiyo furaha. Taratibu zote umeziona hapa. Yote mambo yanaenda hivi. Na hili jambo sitaki licheleweshwe. Utakuja kunisumbua. Si unanielewa? Umefurahi? Yaani kaka nimefurahi sana. Yaani sijui nikupe nini kakaangu. Mimi sihitaji kitu chochote zaidi ya tabasamu lako kwa sababu furaha yako ni furaha yangu. Na nafurahi ninapomuona mdogo wangu Fakwini akiwa katika furaha. Basi mimi hapo nakwambia furaha yangu inapitiliza mpaka mawinguni. Mimi ni kuombe kitu. Sasa hivi ni muda wewe kushinda ndani kwa sababu nataka utakate. Unapoingia kwenye ndoa yako ukiwa mweupe zaidi ya hapa. Unajua hii kuonekana mara kwa mara nje ni kutafuta husda za waja. Unajua wengi hawapendi kuona watu wanapata vizuri. Binadamu anataka kuona mtu anakuwa katika mashaka ya nafsi yake. Sasa kuonekana nje mdogo wangu atakuroga na hii ndoa tena ishindikane. Ndio maana natamani ujifiche muda wote saa yote ndani. Si unanielewa mdogo wangu Fakwini? Kaka mimi nimekuelewa sana. Unanielewa Na kusema ukweli nimefurahi sana kwa kweli. Asanteni sana. Basi yamebaki matendo tu. Kwisha habari yako. Shenzi. Unaweza kupendeza kabla ya ndoa ndugu yangu. Kanzu imekupendeza sana ndugu yangu. Yaani hapo kasoro ibada tu. Unaona unavyonitia ujinga ndugu yangu? Wewe hujui tu kilichotokea kule. Yaani nilikuwa mstaarabu. Nimecheza kama shehe mwenye hekima zake hivi. Huku machale yangu yote yakiwa juu ya yule bwana. Asija kanitokea na panga akanidhuru. Yule ni mtu wa mikwara sana. Hilo nimeliona. Kwa sababu furaha yake yote tunasubiriwa sisi tu. Tuni tukachukue majibu, alafu tutoe taarifa lini itakuwa ndoa. Kwa hiyo ndugu yangu, kazi kwako. Unajua, nahitaji kusiwe na mambo mengi. Tuwe wachache tu kwenye ndoa. Tuwe 2, 3 nioe chap. Mambo mengine yaendelee. Alafu nipe wiki hii 1 tu. Nikishaoa na hapa kwenye naama. Unajua mwanangu uko serious? Tulia Songa. Unajua katika maisha kuna vitendawili haviteguliwi. Na ukivitegua unakuwa ni mtego mwingine. Kwa lazima uwe makini sana. Sawa. Mimi ndio rangi ya demu ambayo inachafuka. Kwa hiyo ninachosubiri hapa ni pachafuke tu ili nionekane mimi bwana harusi. Kazi njema ndugu yangu.
Fala sana wewe. Fala. Narudia tena fala. Hisia ndo zimekulaza hapa fala wewe. Na kushindwa kukubali wewe ni nani? Kwa kulazimisha hisia. Kwa nini unalazimisha hisia fala wewe? Unalazimishaje hisia? Kedele wewe. Wewe utakuwa ujenge taifa hata kwa udogo. Ndio uondoke. Ona sasa. Umewafanya mchwa wa kutafune kabla ya muda wako mbwa wewe. Sawa utakuwa utafunwe na mchwa, lakini sio kwa wakati huu. Wakati huu itakuwa ujenge taifa lako Kedele. Ona sasa umelala chini fala wewe. Wewe unaondokaje yani? Unaondoka kati uniti zako bado zipo, itakuwa uendelee kubaki unawahi kuondoka mbwa wewe. Unaondokaje kati muda wako bado? Na yote kwa sababu umetaka kulazimisha hisia isiyotaka. Unalazimisha hisia isiyotaka. Nakwambiaje? Hata ukisamehewa na Mungu nakuja kukata rufaa. Huko na mimi nakuja kukata rufaa. Utakiwi kusamehewa na Mungu hata kidogo. Watu wanakufa kwa ajili ya dini zao. Mtu anakufa, ukisikia mtu kafa anakufa kwa ajili ya dini yake. Wewe unakufa kwa ajili ya hisia fala wewe. Kabisa unakufa kwa ajili ya hisia wewe fala. Nikikukuta peponi mimi nakata rufaa. Nikija huko na mimi nakata rufaa nikikukuta peponi Kedele wewe. Naamini kwamba huko ni motoni. Sistahili mimi kuwepo. Ngoja nikukojelee Kedele wewe. Ngoja nikukojelee fala.